Tumekuta wamama pale, mimi nakwambia shangwe, mimi nakwambia, na mama mchungaji anaruka shangilia vibaya mno, anashangilia, mimi nakwambia. Mchungaji kakuna kwanza, akasema ndugu yangu, mtoto kaonekana ni. Mimi nikasema vipi mchungaji? Akasema angalia shangwe, unaona kuchekelea bana. Akasema mimi sijui mchungaji. Tukasema ngoja tukaone pale pale. Tukafika pale, kabla hata pikipiki hatujazima, jamani vipi jamani, mbona wote tunatokea amani? Akasema tayari mtoto kaonekana. Amen. Amen. Mimi nikasema Mungu asante. Kaonekana saa 4 mtoto, toka saa 12 kupotea. Kaonekana saa 4. Haya sasa kaonekanaje? Huyu mtoto wakaja, kwa hiyo gofu tunasemea ni msiki apata hivi. Maana mtoto kumsimamisha huyu, yaani anashindwa hata kuruka hivi kutoka, anashindwa. Kwa hiyo wakaja wamemtumbukiza pale. Ili kote poli tu. Kwa hiyo wamemweka mtoto pale. Mtoto toka agande tu, haelewi. Maana kirudi huko anaenda polini, akienda huko anaenda polini, akaganda pale kuruka kuenda kule ende barabarani anashindwa. Yaani kabaki kusimama tu hivi mtoto. Sasa kuna mtoto kidogo kama akili inaanza zipo vizuri tu wa kiume. Naye alikuwa ameenda kwa nyuma yake, alienda kuokota makorosho. Umeona? Sasa kwenda kwa nyuma akakuta yule mtoto mara anachungulia hivi, mara anaenda hivi, mara anarudi hivi. Yule mtoto anamchungulia yule nani? Angalia. Maana sasa ndani kuna mapoli yule. Angalia yule mtoto yule pale. Angalia. Kimbia na yule mpaka mama yake. Mama, yule mtoto anaitafutwa yule. Nilimuona kule. Mama yake akasema nisiseme kwanza. Naweza kasema, alafu baadaye anaenda kule umemkosa. Alafu ikawa shida. Mama akasema, "Umemuona wapi?" Sasa nimemuona kule. Ikabidi amchukue na mama mwenzake. Bana twende kwa tukamwangalia kwanza. Wakachukuana mpaka kule. Kufika kule umemwona mtoto yule yupo. Anahangaika tu hata kulia mtoto huyo muda huo alisa. Sasa alishaje kachoka. Anahangaika tu mtoto sasa juu ya chomokaje. Kabidi sasa pale wakamwangalia kama kweli yupo. Wakarudi sasa mpaka huko, jamani yule mtoto yupo kule kwenye gofu lile na sehemu fulani lile. Yaani umbali wake mtoto alipo sasa, na wanakuja kutoa taarifa kutoka hapa hata sijui kwa nduta kule au watu kina nduta kule. Sasa mtoto kutoka kule akaingia kwenye gofu, kaingia sasa. Na amelala. Sisi wana mimi hatujui. Basi akabidi watoke pale, watu wakaenda pale, wakamchukua yule mtoto, wakamrudisha pale. Sasa pale ilipofika mtoto, maana watu walikusanyika pale, baada sasa ya kushangilia ikawa ni msiba tu, kila mmoja anageuka huko analia tu. Analia tu. Haelewi, anasema jamani, mtoto kaonekana mzima, hata jeraha hana, hata jamtoa chochote. Alo, Mungu yu mwema. Kwa hiyo jamani, tushangilieni, Mungu yu mwema. Amen. Hayo ndio ushuhuda wetu. Mungu yaani atutendea mambo makuu, mambo makubwa. Yaani mimi sikutegemea kama mwanangu mzima. Nikasema hapana, mke wangu tutoe shukrani. Nimetoa nguruwe huduma yuko kwa mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi kwa kweli namshukuru Mungu na sina cha kumlipa kwa wema alionitendea. Kwa kweli na mimi nimemuona Bwana kwa viwango vya tofauti kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani namshukuru sana Mungu, na pia nikaona kumbe kuokoka kuna raha sana. Amina. Kuokoka jamani kuna faida. Amen. Kwa sababu ningekuwa sijaokoka sidhani kama hata kusimama ningeweza. Lakini mimi nilipopata taarifa tu, sikupata muda wa kuomba nyumbani. Ila tulipoanza kuondoka mimi nikawa naomba tu, Mungu naomba mlinde mwanangu, Mungu mtetee mwanangu, mpiganie. Mimi naomba aliyemchukua mtunze, kwa sababu tangu apotee saa 12 mpaka sasa hivi saa 4:30 hajamuona.
naamini kabisa yupo na mtu. Mungu naomba umlinde huyo mtu aliyomchukua, sifanye chochote. Nilipofika maeneo ya sekondari nikajikuta nimepata amani kabisa. Nilipofika pale CRDB nikakuta hata hamu tena ya kuomba haipo, nikaliko safi. Kilichokuja kunitisha mimi nilipofika pale kuona watu wengi, ndio hapo hofu tena ikaniingia. Lakini namshukuru Mungu, japo hofu iliniingia, sikuwa nimelegea. Moyo wangu ulikuwa unanishuhudia kabisa kuwa mtoto yupo mzima. Nimefika pale nimekuta wasiokuwa na mtoto ndio analia mpaka wamegaragara, wengine matumbo ya kualisha, naenda chooni na wanarudi muda wote wanaumwa. Lakini mimi nikawa niko safi tu, nikamuita mdogo wangu nikamuuliza pembeni, kwani we moyo wako unakushuhudia nini? Akaniambia, dada, mimi moyo wangu unanishuhudia mtoto mzima, ila nakuta tu sina uwezo wa kuvumilia, ndio maana najiona nimechoka, ila moyo wangu unanishuhudia mtoto mzima. Nikamwambia, mimi Mungu ananiambia kabisa mtoto mzima. Nikaachana naye, mimi nikawa naendelea na maombi, maana mwenzangu alikuwa amezidiwa, yeye analia tu kuomba ombi. Mimi nikawa naendelea na maombi, watu wakanifuata, we mama, twende kwa mtaalamu ukamwangalie mtoto wako kama mzima au la. Mimi nikamwambia, jamani, mimi nimeokoka, kama akifa mapenzi ya Mungu, ila naamini mwanangu mzima tu. Nilipoona wengi wananisumbua kwa ajili ya hilo, nikamwambia witi nipeleke kanisani. Mimi nikaenda kanisani. Hata haya ya Juma yote yaliyoendelea mimi sikuyaelewa. Mimi nimeenda kanisani, nikamsimulia mchungaji, na bahati nzuri nikawa nimempigia na baba. Baba akaniambia naomba niongee na huyo mchungaji, akaongea naye akaniambia, mwanangu upo sehemu salama tu. Nikapiga magoti, wakaniombea. Yaani walipokuwa wananiombea nikajikuta amani imeingia ya kutosha. Ule msiba wote umeondoka, yaani niko vizuri. Nimefanya maombi mimi kuanzia saa 5 ile mpaka saa 11:30 tumetoka pale asubuhi. Niko safi kabisa. Tukarudi kule kwenye tukio. Lakini niko pale nikawa naona kuna mtu anamrudisha mtoto. Lakini nikasema labda ni mawazo yangu tu, nikaachana naye. Nimerudi pale, nimefika pale mtoto hajaonekana. Nikasema Mungu anajua, ila naamini mwanangu mzima. Tukaendelea kutafuta, tumezunguka, ilipofika saa 1 mimi nikaingia ndani, nikasema mimi sitoki tena nje, nitatoka mtoto akionekana. Nilipoingia ndani nimekaa naendelea kumwambia Mungu, mimi ninachokitaka, nataka mtoto wangu arudi mzima. Yesu, naomba nirudishie mwanangu. Mimi naomba nirudishie mwanangu akiwa mzima. Nikawa naona mtu ananiletea mtoto, amemshika. Haijapita dakika 5, nikaona kweli, nasikia watu wanasema, jamani, mtoto tulikuwa tunatafuta tumemuona. Mimi kutoka mbio nikaona amemshika vile vile kama mimi nilivyomuona amemshika. Amen. Nikasema jamani, Mungu ashukuriwe. Kumbe Mungu huwa anajibu, saa nyingine sisi tunaona kama ni mawazo yetu. Kumbe anakuwa amekujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa kweli. Mungu amenitendea muujiza. Sikutegemea kabisa, nilihisi mwanangu tayari nimeshamkosa. Lakini Mungu ni mwema. Jamani, kumtegemea Mungu kuna faida kubwa. Tuendelee kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anaweza. Anafanya hata yale ambayo kwa macho ya kawaida na kwa ufahamu wetu huwezi kuamini atakutendea, lakini Mungu anaweza akakutendea. Hakuna jambo la kumshinda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia nashukuru kanisa. Kwa kweli nawashukuru sana kwa sababu kila mtu aliyempa taarifa alikuwa ananisaidia pia kwa maombi. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Namshukuru pia baba na mama, nilivyowaambia wakaguswa kweli na hili tatizo. Mungu awabariki pia. Amen. Mungu awabariki sana, na nawashukuru pia hata wale wa Kilama. Maana Mungu kwa kweli amewagusa, walionyesha ushirikiano mkubwa sana. Mungu awabariki jamani. Amen. Tuendelee hivyo hivyo kuombeana, tuendelee kupendana, na Mungu wa mbinguni kwa kweli atatutendea mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.